mfano kwa mfano upo kwenye mamlaka za usalama, upo kwenye mamlaka za usalama. Kazi yako wewe ni kuhakikisha nchi inakuwa salama, ni kuhakikisha taifa linakuwa salama dhidi ya maadui wanaokuja kuharamia, wanaokuja kunyang'anya nchi yako. Ndio dunia leo. Kuna uhuni, yani wanakuja tu kinguvu, kimabavu, wananyang'anya nchi yako, usio bana. Sasa kwa mfano sasa upo kwenye mamlaka za usalama, alafu kukutana na jesusi, unakutana na mtaalamu akakuuliza swali kama hili kwamba kupitia hii vita ya Irani na Umoja wa Ulaya inayoendelea sasa hivi, alafu naona kuna watu wataniuliza kwamba hiyo, kwani hiyo ni vita ya Umoja wa Ulaya na Irani ama ni vita ya Israeli na Irani? Sasa uhalisia huko hivyo, kama ninavyokuambia mimi, ile ni vita ya Irani na Umoja wa Ulaya. Kama wewe utanipigia simu nitakuelezea. Tuachane na huko. Sasa ndio umekutana na mtaalamu akakuuliza swali kama hilo kwamba umejifunza nini kupitia hii vita ya Umoja wa Ulaya na Irani? Nakupa jibu lake ni hivi kwamba tulichojifunza kupitia hii vita inayoendelea sasa hivi kati ya Irani na Umoja wa Ulaya ni kwamba bunduki kwa nyakati za leo haihitajiki tena kwenye vita, haihitajiki tena. Yani usije ukasema unaingia kwenye uwanja wa vita ndio imetokea vita, kama vita ni vita mla, imetokea vita ya taifa na taifa, watu fulani, alafu unategemea silaha aina ya bunduki sijui SMG sijui P9 sijui bunduki gani. Sasa ndugu yangu, hauwezi ukashinda. Utapigwa vibaya, utauawa vibaya mno, sio bana? Kwa tulichojifunza ni kwamba silaha aina ya bunduki kwenye nyakati za leo ni kama haina maana, haifai tena. Haifai tena. Yaani bunduki zilikuwa zinatumika kwenye zile vita za kwanza za dunia miaka 48 huko, sio 40 ngapi huko, enzi za kina Adolf Hitler, ndio bunduki ilitumika kwenye vita na ilifanikiwa, si ndio? Lakini sasa hivi bunduki haina maana kwenye vita, kwenye uwanja wa mapambano. Hebu wewe angalia kwa mfano hii vita inayoendelea hapo Irani na Umoja wa Ulaya. Wewe umeona kuna bunduki pale inatumika? Una bunduki unaweza kupigana na drone wewe? Una bunduki unaweza kupigana na hayo mashine hapo hiyo bunduki unampiga nani? Sasa kama upo kwenye mamlaka za usalama, wewe kazi yako ni kuhakikisha taifa linakuwa salama, lakini pia ni kuhakikisha una silaha za namna gani. Hilo lazima ulitambue. Hilo namba wala kulitambua kwamba una silaha za namna gani, alafu ili uweze kusema kwamba mimi am a super power. Nina uwezo wa kupambana na maadui. Wakikuja nitapambana nao. Una silaha za aina gani? Sasa hivi dunia leo bwana, mambo kidigitali bwana, mambo ni teknolojia iko juu sana. Sasa bunduki bwana haitumiki tena, haihitajiki tena. Hii bunduki sasa hivi labda utumie tu kuwindia sungura, kuwindia panya, au kupigia vibaka hawa waporaji hawa. Bunduki inatumika, lakini kwenye uwanja wa vita bwana, dunia leo tulichojifunza kupitia hii vita ya wenzetu huko ni kwamba bunduki, yani imetupa tafsiri ya kwamba tunatakiwa tujiongeze, kwamba bunduki haihitajiki tena kwenye vita za leo. Bunduki haihitajiki. Kwa hiyo kama wewe unasema ni super power, unaweza kupambana na watu kwenye masuala ya vita, unaweza kupigana vita, alafu nategemea shabaha, ulengaji kwa kutumia bunduki. I say wewe haupo. Yaani unajipata haupo kwenye dunia mara moja. Hiyo ndio kitu ambayo tume